Sasa kuliko hapo mwanzo, tunahitaji kuelewa sayansi ya elimu ya kweli. Ikiwa tutashindwa kuelewa hili, hatutakuwa na sehemu katika ufalme wa Mungu. Christian Educator, Agosti 1, 1897, aya ya 4. Tuombe. Asante Baba wa mbinguni kwa uhai uliotupatia mpaka siku ya leo. Tunaomba uongozi wako katika somo hili ili tufae kuwa watu wako. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mpenzi mtazamaji wa chaneli hii ya CAM, chaneli ya ujumbe wa sasa, ninaomba ubarikiwe unapoendelea kufuatilia mahubiri haya. Wakati huu wa sasa ni wa shauku kubwa sana kwa wote wenye uhai, watawala na viongozi, watu washikao nyadhifa za amana na mamlaka, wanaume na wanawake wa matabaka yote wenye uwezo mkubwa wa kiakili. Wameelekeza mawazo yao katika matukio yanayotokea mahali pote kutuzunguka. Wanaangalia kwa makini mahusiano yaliyopo miongoni mwa mataifa. Wanaona msukumo mkali unaotawala kila kipengele cha kidunia, na wanatambua kuwa jambo fulani kubwa la kukata shauri liko karibu kutokea, kwamba ulimwengu uko ukingoni mwa zahama kuu ya mwisho. Majanga makubwa katika nchi kavu na bahari, hali ya machafuko ya jamii, tetesi za vita na matukio ya kutisha. Mambo haya yanaashiria matukio makubwa mno yanayokaribia. Kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 9, ukurasa wa 11, au kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, sura ya 1 na aya ya 1 na ya 2, katika ule ukurasa wa 8. Leo tutaangalia sayansi ya kweli na sayansi ya uongo inayofafanua mabadiliko ya tabia ya nchi, pamoja na sayansi ya kweli inayofafanua vizuri kwa nini majanga yanatokea katika ulimwengu huu. Naamini kwamba hauwezi ukawa mgeni wa kusikia majanga na matetemeko mbalimbali. Hauwezi ukawa mgeni wa kusikia tufani na milipuko ya mioto, volkano. Ni jambo ambalo linasumbua dunia kwa sasa, kuzidi kwa joto, mara ozone layer imeharibika. Haya yote tutayapata katika somo la siku ya leo. Kwa hiyo sasa, katika wakati huu nikualike sasa katika mambo machache tutakayoenda kuangalia katika siku ya leo. Elimu ya mashuleni, elimu ya vyuoni na elimu inayotolewa na taasisi mbalimbali za serikali za kidunia imejaribu kuwa na sayansi na inafafanua mambo ya asili na viumbe vya asili, jinsi ambavyo vinaishi, jinsi ambavyo vimetokana. Imekuwa ni elimu ambayo wanadamu wanaitegemea kwa kina, lakini haifikii uwezo na ukuu wa Mungu na vile ambavyo mwanadamu anatakiwa kweli afahamu. Katika Biblia takatifu, kitabu cha Ayubu sura ya 9 na lile fungu la 9 na la 10, nitasoma. Linasema, yeye afanyaye hizo nyota za Dubu na Orioni na hicho kilimia na makundi ya nyota ya kusini, atendaye mambo makuu yasiyotafutikana, naam, mambo ya ajabu yasiyohesabika. Mungu wa mbinguni ameumba makundi ya Orion, Milikia. Shuleni tumefundishwa Milky Way, na njia hizo zote za nyota na mifumo ya jua ameumba Mungu. Mungu pekee ndiye anaweza kaulizwa na kutoa elimu japo kidogo katika wanadamu juu ya asili ya vitu hivyo. Lakini leo sayansi imekuwa ikijaribu kutafuta, lakini kamwe haiwezi kapata idadi ya viumbe na namna ambavyo mjongeo wake unaenda. Nikualike kwamba tusome pia katika kitabu kinaitwa Mwinue Yesu Juu. Kitabu hiki ni kesha la asubuhi la mwaka 2025 huwa, na katika ukurasa wa 108, Aprili 15, nasema kumjua Bwana. Katika ile aya ya 3, ya 6 na aya ya 7 ipo swala ambalo Mungu anatupatia hapa. Inasema, tunapokuwa katika dhiki, wanafalsafa na watu wa sayansi wanajaribu kuridhisha akili zao pasipo kumwomba Mungu. Wanaeneza falsafa zao kuhusu mbingu na dunia, wakichukulia kuwa tauni, majanga
magonjwa ya kuambukiza, matetemeko ya ardhi na njaa, kulingana na yanavyodhaniwa kuwa ni sayansi. Mada zinazohusiana na uumbaji na majaliwa ya Mungu wanajaribu kuzitatua kwa kusema hii ni sheria ya asili. Katika aya ya 6 na ya 7 inasema hii yote ni elimu ya uongo. Wanasayansi wa kidunia kujaribu kukaa maabara, wanakaa sehemu fulani katika majumba fulani na kutegemewa kwamba wanaenda kutatua matatizo ya matetemeko na majanga na tufani na volkano na mabadiliko yote ya joto duniani. Maandiko yaliyovuviwa na Mungu yanasema hiyo yote ni elimu ya uongo. Hawawezi kamwe kupata elimu hiyo. Lakini anaendelea kusema kwamba hebu isije ikadhaniwa kwamba hili litazuia usomaji wa masomo ya sayansi au kusababisha kiwango cha chini cha elimu. Kamwe haizuii wanadamu kujifunza sayansi ya kweli, lakini haisababishi watu hawa wawe dhaifu na chini kutoelewa sayansi halisi na ya asili ya Mungu. Anasema kwamba elimu ya Mungu ni ya juu kama ilivyo mbingu na pana kama ulivyo ulimwengu. Sasa tutaangalia baadhi ya mambo machache au manne ambayo haya mambo yamefundishwa sana na imekuwa ni sayansi na historia ambayo wanadamu wakiishikilia na wanafikiri kwamba sasa mtu wa namna hii anapotambua haya mambo anakuwa ni msomi wa dunia hii. Wengine wanapewa PhD, wengine wanakuwa maprofesa, wengine wana madigrii kwa sababu ya elimu hii. Elimu ya uongo, elimu ambayo haina uwezo wa kumpatia mwanadamu tumaini la maisha haya na maisha yajayo. Elimu ambayo haiwezi kumtukuza Mungu wa mbinguni, wala haina ukweli kuhusu vyanzo vya asili vya maisha ya wanadamu na viumbe vingine. Yapo mambo manne tutayaona jinsi ambavyo elimu ya kweli inayajibu na elimu ambayo sio ya kweli inayajibu. Lakini kabla ya yote tutambue kwamba elimu ya kweli ni elimu yenye sayansi ya kweli. Sayansi ya kweli na elimu ya kweli ni kitu kimoja. Yaani sayansi ya kweli inategemea elimu ya kweli. Ni elimu ambayo inampatia mwanadamu vyanzo na sasa na majibu na suluhu za matatizo yote na asili ya viumbe akiwemo mwanadamu mwenyewe. Kila jambo linakuwa bayana na inamtia matumaini na kumfanya aishi kwa matumaini katika maisha haya na maisha yajayo ya milele. Hiyo ni elimu ya kweli. Lakini elimu ya uongo inatoa tu majibu ya muda mfupi na yanayoweza kubadilika na inategemea watu wachache, na kuijua ni gharama, na hata ukiijua inaweza isikusaidie sana, ukabaki tu kuisikilizia tu kwenye kichwa chako, lakini isikusaidie kwenye mtazamo mzima wa maisha ya kiroho na ya kimwili. Ina watu wachache wanaotegemewa na wanaitwa wanafalsafa, wasomi, watu wenye PhD, watu wenye maprofesa, watu wenye degree. Hii ni elimu ya uongo, elimu ya kidunia. Kwa hiyo sasa moja kwa moja tuende kuangalia mambo haya. Jambo la kwanza ni chimbuko la mwanadamu. Elimu ya uongo inaeleza kwamba mwanadamu alikuwa ni nyani, anaitwa chimpanzee, akawa gorila, akabadilika baadaye kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, basi akawa mwanadamu. Na inapoulizwa sasa, mbona viumbe vya leo havibadiliki? Mbona hali ya hewa inabadilika na viumbe havibadiliki? Haina majibu. Lakini pia inapoambiwa je, mbona viumbe vingine havibadiliki? Pia majibu haina. Na inapoulizwa pia kwamba je, huyo nyani alitoka wapi? Viumbe vilikuwepo tu, vingine vilitokana tu na uchafu tu na kemikali tu. Kwa kweli elimu hii haiwezi kutusaidia wapendwa. Wewe ambaye mtoto wako, wewe ambaye ni wewe mwenyewe unapitia na umepitia katika elimu hii, sikiliza somo hili mpaka mwisho. Lina jambo la pekee ambalo Mungu wa mbinguni analikusudia. Matatizo na majanga unayoona katika nchi mbalimbali, Mungu ana kusudi lake. Chimbuko la mwanadamu tunalipata katika kitabu cha Mwanzo na ile sura ya 1 na lile fungu la 27. Nitasoma. Nasema, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Hakuna habari ya nyani, hakuna habari ya chemicals.
Binadamu alitokana na Mungu wa mbinguni. Mungu alifinyanga udongo wa ardhi, mavumbi ya ardhi, akamuumba mwanamume anaitwa Adamu. Baada ya Adamu akatoa ubavu kwa uwezo wa juu kabisa wa Mungu, akamuumba mwanamke anaitwa Eva au Hawa. Akapuliza pumzi ya uhai, akampa uwezo na nguvu za kuishi. Mwanadamu leo anafananishwa na nyani, anafananishwa na kiumbe kingine. Mungu wa mbinguni atuhurumie sana. Walimu, kuweni makini mashuleni. Kama unampenda Mungu, tafuta namna ya kuwasilisha vizuri somo hilo. Lakini kama unapenda mshahara, ujue ipo siku utajibu juu ya hayo. Mungu wa mbinguni akubariki unaposikiliza jambo hili. Jambo lingine ni kwamba muda ambao viumbe hai vilitumika kuumbwa na dunia kuumbwa, wanadamu wamekuwa wakitoa sayansi ambayo inafundishwa mashuleni, inafundishwa kwenye vyuo, kwamba vitu vilibadilika bwana. Ilichukua kwa mfano mwanadamu kubadilika, ilichukua miaka milioni 5, miaka milioni 15, miaka milioni 30, ndipo mwanadamu alibadilika. Basi tukienda katika uumbaji wa Mungu, hata miaka 6,000 tu haijafika vizuri. Hiyo milioni imetoka wapi? Lakini sio hivyo tu, wanadamu tukirudi nyuma katika maandiko matakatifu, katika kitabu cha Kutoka 20 na lile fungu la 11 linasema, maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato, akaitakasa. Viumbe viliumbwa siku 6: miti, mimea, maji, mawe yote, ardhi, wanyama, ndege, wanadamu, vyote vilikamilishwa kwa siku 6. Kila siku vilikuwa vinaumbwa viumbe. Mwanadamu na wanyama walikamilishwa siku ya 6. Mpaka anakuwa mwanadamu, maandiko matakatifu yanatuambia ilikuwa ni siku ya 6, na siku ya 7 uumbaji wa Mungu kamilika. Ilikuwa ni juma halisi. Bwana asifiwe. Hakuna habari za miaka milioni. Hii ni elimu ambayo inaweza kumsadikisha mtu kuona kwamba haya maisha yapo tu, ni ya miaka mingi tu. Mungu atusaidie sana. Jambo lingine ni jumla ya sayari na sayari zenye uhai na sayari ambazo wanadamu wanaishi. Jamani wapendo, wanadamu wanaishi katika sayari ya dunia. Ndivyo ambavyo ulimwengu unaamini tu. Lakini Biblia iko wazi, watu hawaishi kwenye dunia tu, ila dunia ina watu ambao ni wanadamu wa dhambi, waliokubali hila za shetani. Lakini zipo sayari zingine ambazo ziko salama na wanaishi watu na hawakumkosea Mungu. Maandiko yako wazi. Lakini elimu hii ya dunia, elimu ya uongo, inasema kwamba sayari hizi wamegundua ziko 9 hivi au mara 8. Sayari yenye uhai kama ni dunia na nyingine kama Mars. Sayari zenye uhai ni nyingi, na tukifanikiwa kufika mbinguni, katika ile safari tutapita miongoni mwa sayari zingine, zikiwa zingine zina maua, na tutapelekwa pia katika utalii wa mbinguni wa miaka 1000. Tutaona watu wengine wakituuliza hawa wametoka wapi? Kristo akijibu kwamba ndio niliyowafia katika sayari zingine. Lakini pia sayari hizi zina mpangilio wake uliopangwa na Mungu mwenyewe. Mwanadamu kamwe, katika kitabu cha Ayubu anaposema kwamba mwanadamu hawezi kuhesabu wala akajua ukweli kuhusu idadi ya mambo ambayo ameyaumba Mungu, hawezi. Ili aitafute sayansi hiyo, ni lazima aulize chanzo halisi. Chanzo halisi ni maandiko matakatifu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kitabu cha Kisa cha Ukombozi, Story of Redemption, 1829. Nilisikia kelele za ushindi kutoka kwa malaika na kutoka kwa watu waliokombolewa, kwa sababu hawatakasirika tena na kujaribiwa na shetani.
Sauti zao zinasikika sawa na muziki uliotengenezwa na vyombo vya muziki 10,000. Watu waliokombolewa walifurahi kwa sababu shetani hatawahi kujaribu tena na kuwatesa. Waliokombolewa pia walifurahi kwa sababu watu kwenye sayari zingine ambao hawakufanya dhambi watakuwa huru dhidi na uwepo wa shetani na majaribu yake. Hapo ndipo roho ya unabii inafungua wazi kwamba sayari zingine zipo na zina watu na hawakuasi. Jambo lingine ni umbo la dunia. Umbo la dunia, kumekuwepo na formula mbalimbali na watu mbalimbali, wasomi wa falsafa wa kidunia. Dunia mara ilikuwa umbo lake ni flati, umbo lake ni pembe tatu, pembe nne, lakini kuna mmoja ambaye alisema umbo lake ni kama mduara au mzunguko fulani. Alienda sahihi kadiri inavyoonekana, lakini akaja mbele zaidi akasema hiyo inaitwa jigsaw fit, kwamba dunia inavyoonekana, mabara yakiunganishwa jinsi yalivyoachana ni kama yana fit. Kwa hiyo akasema ni jigsaw fit. Kwa hiyo bara lilikuwa moja, dunia ilikuwa moja, ila kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa, basi sehemu zingine mimomonyoko ikatokea, na hivi basi dunia ikagawanyika. Ni jambo ambalo ni la kuogopa wapendwa. Si kweli kwamba dunia inaweza ikagawanyika, dunia inaweza ikabadilika kwa sababu ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Tusome katika maandiko matakatifu, elimu ya ukweli inafunua kwa nini mabara yaligawanyika. Kitabu cha Mwanzo sura ya 6 fungu la 7 nasema, Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana naghairi ya kwamba nimemfanya. Wanadamu walitenda dhambi katika kipindi cha Nuhu, mamilioni ya watu. Baadaye Mungu aliona kwamba ni muhimu kuondoa uchafu huu, lakini Nuhu na watoto wake, jumla watu 8, wakapata kibali, wakaingia katika safina. Fungu la 17 anasema, na tazama, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi, niharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai, kisiwepo chini ya mbingu. Kila kilichoko duniani kitakufa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni ndiye aliyeleta gharika ya maji, na katika sura ya 7 na lile fungu la 12 anasema, mvua ikanyesha juu ya nchi siku 40 mchana na usiku. Dunia ilinyeshewa maji juu na chini siku 40 usiku na mchana. Dunia ikapasuka, ikaharibika, vilima vizuri vikatoweka kwa sababu ya dhambi, sio kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya hewa. Tunapoona mambo ya ajabu, majanga yanatokea, tunatakiwa kujiuliza, sio kukimbilia wanasayansi, sayansi ya dunia kwamba hali ya hewa. Tusome fungu lingine, Mwanzo 10 fungu la 32. Lina jambo ambalo ni la msingi kweli la kutuambia. Inasema, hizo ndizo jamaa za wana wa Nuhu kufuata vizazi vyao katika mataifa yao, na kwa hao mataifa yaligawanyika katika nchi baada ya gharika. Baada ya gharika mataifa yaligawanyika katika nchi. Mungu wa mbinguni atusaidie sana. Hii elimu ambayo watoto wanapata mashuleni inaweza kuonekana ni elimu nzuri, lakini ni elimu ambayo inaweza ikawa hatari, maana haimwandai mtoto katika maisha ya kiroho, haimwandai mtoto katika ukweli. Mpendwa, pata muda na familia yako wa kupitia yale ambayo hayafai katika mtaala wa Mungu, umrekebishe mtoto wako. Ukitegemea elimu ya kidunia na wewe mwenyewe kuendelea kusubiri wanasayansi ndio watoe majibu ya matatizo yanayotokea duniani, mpendwa, utapoteza tumaini.
utabaki na kulalamika na kuona kama dunia hii haina mwenye nayo. Na Biblia inasema dunia ina mtawala na mtawala wake ni Bwana. Sisi tunatakiwa kumuuliza Bwana kwa kila jambo linalotokea. Mungu atusaidie sana. Ujumbe huu ambao unatolewa siku ya leo ni kukumbushe kwamba ni ujumbe ambao si Mwadventista, si mlokole, si mromani, si mpagani, si Muislamu. Ni ujumbe wa watu wote. Maana wote tunapitia katika elimu dunia. Maana wote tuna wajibu wa kumtukuza Mungu. Sasa tuende katika kipengele muhimu sana cha somo hili la leo, kinachosema mabadiliko ya tabia ya nchi na sayansi ya ukweli. Sayansi ya ukweli inatoa majibu ya matatizo, lakini sayansi ya uongo iko pembeni kuelezea majibu ambayo sio sahihi. Sayansi ya ukweli inatoa chanzo cha matatizo ya ulimwengu huu, lakini sayansi ya uongo iko pembeni ikielezea vyanzo ambavyo sio vya kweli. Katika siku hii ya leo niweze kutajia kwamba yapo majanga mengi ambayo dunia hii inapitia. Dunia inapitia vita, mpendwa. Dunia inapitia vita. Lakini vita inapotokea, sayansi ya uongo inasema ni mambo ya kiuchumi, ni mambo ya siasa, ni mambo ya diplomasia ndiyo yanapelekea vita. Lakini dunia ya leo pia inapitia milipuko ya magonjwa tauni mbalimbali, magonjwa ya korona, magonjwa ya ukimwi, magonjwa ya kansa, magonjwa ya presha. Lakini dunia inapoulizwa inakuwa na majibu tofauti. Magonjwa mengine yanaonekana ni tabia ya hali ya hewa, mabadiliko ya tabia ya nchi. Magonjwa mengine yanaonekana viumbe vingine yanatokana na nyani, mengine yanatokana na panya. Kwa wanadamu wanatia juhudi kubwa sana kuweza kupambana na viumbe vile ambavyo vinasababisha yale magonjwa. Sayansi ya uongo imetupotosha wapendwa. Lakini dunia ya leo inapitia milipuko ya moto. Moto unawaka katika majumba makubwa, lakini wanasayansi wanapojaribu kutafuta na watafiti mbalimbali wa kiserikali wanatafuta vyanzo bandia. Shetani anawapa vyanzo bandia. Pengine amesababisha mtalii, pengine amesababisha bwana fulani alikuwa anavuta sigara. Moto huu umesababisha na uzembe fulani. Wapendwa, haya mambo ni ajabu. Lakini matetemeko yanatokea. Sayansi ya uongo ya dunia inajaribu kuonesha matetemeko na volkano zinavyotokea, inaonesha ni mabadiliko ya tabia ya nchi. Mabadiliko ya tabia ya nchi, vitu vimechemuka huko juu, milima imelipuka, watu wanaangamia katika ajali. Mabadiliko ya tabia ya nchi. Mvua imenyesha, mafuriko, magari yanazolewa. Mabadiliko ya tabia ya nchi. Bwana tusaidie sana. Sehemu nyingine ni ukame. Ukame unaleta joto kali. Mabadiliko ya tabia ya nchi. Ndivyo serikali zinavyotiwa moyo na wasomi. Mabadiliko ya tabia ya nchi. Jua na mwezi vinatiwa giza, nyota zinaanguka, inakuwa ni sehemu ya utalii. Wanasema ni vimondo. Watu wanafunga safari kwenda kuangalia vimondo kwa furaha kabisa. Watu wanasubiria siku ya kupata kwa jua, kupata kwa mwezi, waangalie, wafurahi. Leo kumekuwa giza. Wanasayansi wanaleta vyanzo ambavyo sio vya kweli. Wanasayansi ambao sio sayansi ya kweli, haijatokana na chanzo cha maandiko matakatifu. Katika siku ya leo tutaona hayo mambo yote. Tutaona jinsi ambavyo yanatokea. Njaa zimezidi njaa. Kiulizwa walikosa chakula kwa sababu ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Siku ya leo tutaenda kuangalia moja baada ya jingine, kwa nini linatokea na suluhu yake ni nini. Dhana mojawapo ambayo imekuwa ikipingwa kabisa ni ishara ya mwisho wa dunia, kwamba dunia hii wanadamu wanaamini, wengine haina mwisho, wengine wanaamini na mwisho, wengine wanaamini Yesu anakuja, wengine hawaamini Yesu anakuja na hata hawataki kujua habari za huyo Yesu. Sikiliza vizuri katika somo hili. Tunaenda kuona majanga yanayotokea ni kwa sababu gani. Sio hali ya hewa.
Twende katika kitabu cha Mathayo 24, utapata majibu. Mathayo 24, Yesu alikuwa na wanafunzi wake na makutano wengi, akazungumza nao, kisha akaenda katika maeneo ambayo yanasema ni ya upweke, katika mlima wa Mizeituni, sehemu ambayo ilikuwa ni ya faragha. Wakajadili zaidi tena katika ujio wake. Wanafunzi walimuuliza, nini dalili ya kuja kwako na nini dalili ya mwisho wa dunia? Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza mambo aliyoyataja. Hata katika sura ya 3 katika kitabu cha Mathayo 24 fungu la 3, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo haya yatakuwa lini, na ni nini ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akaanza kuwajibu, akawaelezea mambo yatakavyokuwa. Katika lile fungu la 29 anasema, lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbinguni zitatikisika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utaona kwamba jua kutiwa giza, leo wanaita kupata kwa jua. Nyota kuanguka, vimondo wanasema vimeanguka. Ni dalili ya kuja kwa Yesu. Ni dalili ya kuja kwa Yesu. Ni dalili ya kuja kwa Yesu. Hiyo ni dalili ya kuja kwa Yesu. Fungu la 6, turudi juu tena. Mathayo 24 fungu la 6 hadi la 8. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita, angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Utungu unapata mwanamke, maumivu makali anayoyapata anapotaka kujifungua yanaongezeka mpaka atakapojifungua. Haya matatizo Kristo anamaanisha yataongezeka mpaka Kristo anakuja. Kama ni njaa, zitaongezeka. Wakuu wa nchi wapo wanasikiliza, viongozi wakubwa, viongozi wa dini wapo wanaona majanga na mafuriko na ajali, nao wanapanga siku za maombi kuombea hali ya hewa. Wapendwa, tungekuwa mstari wa mbele viongozi wa dini kuwaambia wakuu wa nchi. Wengine pengine hawajui kwamba haya mambo yanayotokea sio mabadiliko ya tabia ya nchi. Hayo mambo yanayotokea ni Kristo anahitaji kuja kutuchukua. Tujiandae. Sio hivyo tunavyofikiri. Lakini wapenda, tunaenda kupiga magoti kuomba. Ni vizuri, Mungu atusaidie hayo majanga yapite salama kwetu, lakini tuna wajibu wa kusema kwamba tumekosea sehemu fulani. Inabidi tutubu, tuache dhambi, tumkimbilie Mungu. Hayo mambo yawe salama, yawe yenye tumaini, sio ya kuogopa. Tujue kwamba ukombozi umekaribia. Fungu la 33 kitabu cha Mathayo hicho 24 fungu la 33 inasema, basi kwa mtini, anasema, nanyi kadhalika myaonapo hayo, tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Bwana Yesu asifiwe. Yu karibu milangoni. Katika lile fungu la 36 mpaka 9, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa siku kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila, wakinywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile aliyoingia Nuhu katika safina, wasitambue hata gharika ikaja ikawachukua wote, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Na leo dunia inafurahia starehe, utalii, kula, kunywa. Kila siku dunia
Watu wanabuni kwenye mahoteli makubwa vyakula mbalimbali, utasikia pizza, keki, utasikia kuna soda imegunduliwa nyingine, kuna bia nyingine imegunduliwa nzuri sana. Vyakula na vinywaji vinabuniwa vya starehe. Kuoa na kuolewa, watu wanafanya masherehe makubwa ya kifahari. Wamesahau kwamba dunia waliopo ni dunia isiyo salama. Wamesahau ni dunia yenye utawala. Hawana hofu. Wanageuza tu wanawake, leo na huyu, kesho na huyu, wanageuza wanaume, wengine ndoa za jinsia moja. Dunia imefika mwisho. Watu wanakuwa huru kufanya mambo ya ajabu. Mungu wa mbinguni atusaidie sana. Mungu wa mbinguni atusaidie sana. Wakati majanga haya yanatokea, muda mwingine vikao vikubwa vya Umoja wa Mataifa vinakuta vimekaa SADC, UN, EAC, East Africa ya Afrika Mashariki, na vingine, Umoja wa Ulaya, Korea, China. Viongozi wa nchi, matetemeko yanapokuwa yametokea, joto limezidi, wanakutana, wanatengeneza taasisi mbalimbali, vyama mbalimbali, wanatengeneza sera na mikakati kwa ajili ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Haya mabadiliko wapendwa, hayawezi kurudi kama tunavyofikiri, wala mipango hiyo haiwezi kufaulu kama tunavyofikiri. Tena wakati ambao wanakuwa wako kwenye vikao, ndipo mwingine anasikia taarifa, bwana rais fulani kwenye nchi yako kuna mafuriko yametokea, nyumba kadhaa na magari kadhaa yamezolewa, idadi fulani ya wananchi wamepoteza maisha, moto fulani umewaka kama moto wa Los Angeles Marekani uliowaka ukaangamiza mamilioni ya fedha. Watu wanakosa tumaini, anatoka kwenye vikao, sera zinakuwa zinaferi, zinashindwa kufanya kazi hata kabla hawajamaliza kikao, lakini bado wanaenda tena kwenye vikao vingine, vikao vya COP28, wanakaa wanajadili, kwa sababu wanaona mafuriko, kwa sababu wanaona njaa, kwa sababu wanaona joto limezidi, wanaona vita vimezidi Israeli, vita vimezidi Ukraine, Kongo kule vita imezidi, na mataifa mengine vita imezidi. Wanakaa, lakini hayo mambo yanapotokea, Ufunuo inarudi kwa Mathayo kule kule. Ufunuo 3:20 nasema, tazama nasimama mlangoni na bisha, na mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja na yeye pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatupatia wito, tunapoona haya mambo tuchangamke, tuviinue vichwa vyetu, kwa maana ukombozi wetu umekaribia. Tukiyaona hayo mambo tusisikitike, turudi kwenye maandiko, tuone Kristo amekaribia, dunia imeasi, inataka kubarikishwa. Majanga yanayotokea ulimwenguni, wapendo, sio mabadiliko ya tabia ya nchi. Matukio ya siku za mwisho, ukurasa wa 9 aya ya 3. Tunasimama kwenye kilele cha zahama ya vizazi vyote. Hukumu za Mungu zitafuatana kwa mfululizo wa haraka haraka, moja baada ya nyingine: moto, mafuriko, tetemeko la ardhi, pamoja na vita na umwagaji damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo yote yanaonesha ujio wa Yesu mara ya pili, sio mabadiliko ya tabia ya nchi. Katika ukurasa wa 10 aya ya 2, vivyo hivyo katika unabii mambo yajayo yamefunuliwa kwetu bayana, yalivyofunuliwa kwa wanafunzi wa Kristo kwa maneno ya Kristo. Matukio yanayohusiana na kufungwa kwa mlango wa rehema na kazi ya maandalizi kwa ajili ya wakati wa taabu yameelekezwa wazi, lakini watu wengi sana hawana ufahamu wa kweli hizi za muhimu kuliko vile ambavyo hayakuwa yamefunuliwa kamwe. Na watu wa Mungu nao kabisa, watu wa Mungu nao kabisa hawataki kuwaambia watu, jamani, kama wewe ni Mwadventista, soma vitabu, waelekeze wengine wasiojua.
Sio na sisi nao tunafurahia kweli inavyoonekana kweli tabia ya nchi imebadilika, hali ya hewa kweli kabisa, tunakaa na sisi wakati tunao ujumbe tunaofahamu. Mungu wa mbinguni atubariki sana. Lakini katika aya ya 4 inasema tutalazimika kusimama mbele za mahakimu baadaye. Ndio sisi tunaojiandaa kweli kusimama hivyo? Ukurasa wa 11 aya ya 2, tunapaswa kujifunza alama kuu za njia zinazoonyesha nyakati tunazoishi. Ndio neno linasema hivyo. Lakini aya ya 3 inasema lipo hitaji la kujifunza neno la Mungu kwa ukaribu zaidi, hasa vitabu vya Danieli na Ufunuo vingepaswa kupewa uangalifu ambao haujawahi kutokea kamwe. Nuru ambayo alipokea Danieli kutoka kwa Mungu ilitolewa hususani kwa ajili ya siku hizi za mwisho. Mungu wa mbinguni atusaidie sana. Mungu wa mbinguni atutetee sana wapendwa. Mungu wa mbinguni akusaidie. Narudia, majanga yanayotokea wapendwa katika ulimwengu huu, matetemeko, vita, njaa, magonjwa, mafuriko, volkano, siyo mabadiliko ya tabia ya nchi. Ni hasira za Mungu, ni maonyo ya Mungu yanayotuonesha kupitia viumbe hivyo vya asili kwamba mwanadamu amekosea, ajirekebisha, arudi. Kama sivyo, mwisho yatakuja zaidi ya hayo. Haya ni vivuli vya yale yatakayokuja, ni indiketa, ni alamu inayoonesha yanayokuja ni makubwa zaidi. Rudi kwenye vitabu vitakatifu, utapata majibu na tumaini. Wito wangu siku ya leo mpendwa, niweze kukualika na kukutia moyo katika mambo haya. Nikutie moyo sana mpendwa, na nikwambie kwamba Mungu anao wito kupitia kitabu cha Isaya 59 fungu la 1 na fungu la 2. Inasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kukuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hamtaki kusikia. Yaani Mungu wetu amekuwa ni wanasayansi. Wanasayansi ndio amekuwa Mungu wetu. Kweli wapendwa, Mungu wetu yuko mbinguni. Majanga yanapotokea tunatakiwa tukae na kufikiri dhambi na makosa yetu. Ndiye ametufarakanisha na Mungu. Tutubu. Ulimwengu unatoa hoja ya kukaa pamoja na kuabudu siku moja ya mapumziko ili hewa iwe safi, hali ya hewa iweze kujitengeneza. Ulimwengu unakaa vikao vya kutengeneza sera ili wapande miti, wapande mazao fulani ili mvua iweze kunyesha. Kamwe haviwezi kufanikisha. Ni vizuri kama vingetendeka huku Mungu ameshaombwa msamaha. Ingekuwa vyema, ingepita salama. Lakini Bwana lazima angekuja kuigarikisha hii dunia kwa wasiomsikia. Mungu wa mbinguni akufanye uandae familia yako. Ujiandae wewe mwenyewe. Utengeneze mazingira nyumbani kwako. Upatikane kumwabudu Mungu. Patikane maombi na kujifunza neno na kuimba nyimbo za kumsifu Mungu na kuwafundisha watoto wako katika nyakati hizi za mwisho. Watachanganywa na elimu ya dunia isiyotoa msimamo kwa Mungu. Msimamo wa kweli wa mambo ya kiroho inatoa msimamo wa mambo ya kidunia. Inayofika kwenye masuala ya neno la Mungu na imani kwa Mungu inapiga chenga. Inaonekana sio swala la muhimu sana. Wakati swala la Mungu, mambo ya kiroho ndio jambo la kwanza la kumwelekeza mwanadamu dunia anayoishi. Mungu wa mbinguni akutie nguvu sana. Akutie nguvu sana. Uweze kuona umuhimu mpendo unayesikiliza wa kufanya marekebisho ya mitazamo. Usitazame vitabu vya hadithi vya wanasayansi wa dunia. Soma Biblia. Soma roho ya unabii. Utapata muktadha na msimamo wa maandiko matakatifu katika majanga yanayotokea. Mungu akubariki sana. Naamini umebarikiwa. Tuendelee kuombeana. Sote tu wasafiri wa kwenda mbinguni.